Ni mimi msimuliaji wako Mr. JK. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment ili kupata simulizi kali na za kutisha kama hizi. Na simulizi hii pia imeletwa kwako na Smart Eva Company, kampuni ya kufanya usafi maeneo ya wazi, magodani, viwandani na majumbani. Unaweza kuwapata kupitia email yao smartevacompany07@gmail.com au kwa namba 0769307739 au 0622318985. Smart Eva Company for the cleaning environment. Sasa tuendelee na sehemu ya pili ya simulizi ya daraja la kichawi. Baada ya Kelvin kupotea, kijiji kizima cha Mkalama kilitawaliwa na hofu. Hakuna aliyethubutu tena kupita karibu na ule msitu. Lakini dada yake Kelvin aitwaye Diana hakukubali kuamini kwamba mdogo wake alikuwa amekufa. Kuna kitu kimemtokea na bado yupo hai, alisema huku akilia. Siku moja Diana aliamua kufungua simu ya Kelvin iliyokuwa imeachwa nyumbani. Simu hiyo ilikuwa imeharibika vibaya, lakini ghafla ikajiwasha yenyewe. Skrini ikawa nyeusi. Kisha video mpya ikaonekana. Video ambayo haikuwahi kurekodiwa kabla. Diana alipobonyeza play, moyo wake ulianza kwenda mbio. Video ilimuonyesha Kelvin akiwa ndani ya msitu usiku. Uso wake ulikuwa umechoka na macho yake yalionekana mekundu kama mtu ambaye hajalala kwa siku nyingi. Kwa sauti ya kuogopa Kelvin alisema, "Diana, usije huku. Daraja si daraja la kawaida, kuna watu wamefungwa humu kwa miaka mingi." Ghafla nyuma yake akaonekana Musa. Lakini hakuwa kama zamani. Ngozi yake ilikuwa nyeusi kama iliyoungua, macho yake meupe kabisa. Akamtazama Kelvin na kusema kwa sauti nzito, "HAWEZIKUTOROKA." Video ikaisha ghafla. Usiku huo Diana alishindwa kulala. Lakini saa 6 kamili alisikia mlango wa nyumba ukigongwa taratibu, TOC, TOC, TOC. Alipoangalia dirishani, damu ilimkimbia mwilini. Kelvin alikuwa amesimama nje. Lakini mwili wake ulikuwa umejaa matope meusi na miguu yake ilikuwa imegeuka kama ya mnyama. Polepole akanyanyua kichwa chake. "Kwa nini hukuja kunisaidia?" Diana akapiga kelele na kujifungia ndani. Lakini sauti ya Kelvin ikaendelea kusikika nje ya nyumba mpaka alfajiri. Asubuhi yake akaenda kwa mzee mmoja wa kijiji aliyeitwa Mzee Kibwana. Mzee huyo alikuwa akijua siri ya lile daraja. Kwa sauti ya chini alisema, "Miaka mingi iliyopita kulikuwa na kafara iliyotolewa kwenye ule msitu. Watu waliokuwa wanakufa walifungwa roho zao ndani ya daraja. Na kila baada ya muda, daraja hutafuta watu wapya." Diana akauliza kwa kutetemeka, "Na Kelvin je?" Mzee Kibwana akanyamaza kwa muda, kisha akasema, "Bado hajafa. Lakini akifika usiku wa 3 ndani ya ule msitu, atakuwa mmoja wao milele." Diana akaamua kuingia msituni usiku huo huo, akiwa na tochi na hirizi aliyopewa na Mzee Kibwana. Alipofika kwenye daraja, ukungu ulikuwa mzito kuliko kawaida. Kisha akaanza kusikia sauti za watu wakilia chini ya daraja, "Msaada, msaada!" Lakini sauti moja ilisimama wazi kuliko zote. Ilikuwa sauti ya Kelvin. "Diana, usivuke daraja." Lakini tayari ilikuwa imechelewa. Mbao za daraja zilianza kujifunga zenyewe nyuma yake. Na mbele yake wale watu waliovalia nguo nyeupe wakaanza kujitokeza mmoja baada ya mwingine kutoka kwenye ukungu. Halafu yule mwanamke mwenye macho mekundu akaonekana tena. Safari hii akiwa amembeba mtoto mdogo mgongoni. Akatabasamu taratibu. "KAFARAMPYAIMEFIKA." Diana akakimbia kwa nguvu huku daraja likitikisika vibaya. Lakini ghafla akaona Kelvin akiwa amefungwa kwa minyororo ya giza katikati ya daraja. "NIACHEHAPA." Kelvin alipiga kelele. "UKINISAIDIA."
WATAKUCHUKUAWE. Lakini Diana hakukubali kumuacha. Alipomshika mkono, ghafla minyororo ikaanza kuvunjika. Na hapo hapo msitu mzima ukaanza kutoa sauti ya kutisha kama watu 1000 wanapiga kelele kwa pamoja. Kisha ardhi ikapasuka chini ya daraja. Na kitu kikubwa chenye macho mengi mekundu kikaanza kupanda kutoka kwenye ule mto mweusi. Mwisho ukaonekana uso wake tu. Nao wote wakaganda kwa hofu. Kwa sababu kile kiumbe kilikuwa kinawajua majina yao yote. ITAENDELEA. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment ili nikuletee part 3 yenye siri ya kweli ya daraja la kichawi.